narudi, narudi kutoka mbali. Yesu unikaribishe, Bwana narudi. Brighton. Ndugu yako amechelewa sana. Sijui ameenda kunyoa saluni gani. Shika hii bahasha, ina sadaka. Akija ndugu yako Moses, umpatie ipeleke kwa mchungaji. Unanielewa? Mimi nakwenda kwenye kikao. Wewe huo ndo mnyoa gani? Hiyo ni staili gani ya kunyoa? Unanyoa tenge ndani kwangu? Na hizi nguo umezitoa wapi? Hizi nguo umezitoa wapi? Brighton, wakati anatoka hapa alivaa hivi? Sikiliza nikwambie. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, Mungu amesema hivi, msifuatishe namna ya dunia hii. Sasa wewe unataka kufanana na dunia? Unataka kuwa kama dunia? Lakini baba, Mungu haangalii muonekano wa nje kama wanadamu waangaliavyo, ila yeye Mungu huwa anaangalia moyo. Ati nini? Mungu huwa anaangalia moyo wa mtu jinsi ulivyo, angalii kama wanadamu waangaliavyo. Wewe kimtokacho mtu ni kile kilichojaa kwenye moyo wake. Taswira yako ya nje ina aksi taswira yako ya ndani. Labda kama unahadaa, ndani ya moyo wako yamejaa haya maduduasha haya, imejaa denge. Yesu Kristo ndiye kielelezo, unatakiwa umuige Yesu. Wapi uliona Yesu amenyoa denge? Wapi uliona amenyoa denge? Yaani pesa zangu ndio unaenda kunyoa minyoa ya kishetani. Kama nje umenyoa hivi, umevaa hivi, maanake hata ndani kwako hakuko sawa. Umeona mwenzako anavyovaa? Umeona mwenzio? Kuta hapa unatazama manyimbo yanayochochea uasherati, unasikiliza manyimbo yanayochochea zinaa. Kumbe ndio hivi ndani kwangu. Wewe sikuizalia dunia mimi. Usifuatishe namna ya dunia. Safisha njia yako kwa kutii ukilifuata neno la Mungu. Usifanane na wale watu ambao wanabadilisha uhalisia wao, wanatoa ule uhalisia wa Mungu wanaleta uhalisia wa mzungu. Wanatoa ile asili ya Mungu wanaleta asili ya mzungu. Kama wadada, utakuta wadada waliumbwa na kope nzuri tu, wanaondoa kope za Mungu wanaleta kope za mzungu. Unataka kuwa kama hao? Sikiliza. Sitaki kuona muonekano wa kishetani ndani kwangu. Shika hii bahasha, ina fedha, ni sadaka, ipeleke kwa mchungaji. Usiende na muonekano wako huu. Pita kwanza kwenye hiyo saluni ulionyoa, badilisha, nyoa vizuri, halafu ondoa haya mavazi, nenda ndani, una nguo nzuri sana, vaa nguo nzuri. Nikitoka kwenye kikao, nikukote ukiwa na muonekano unaomwakisi Kristo Yesu. Brighton, Mungu akubariki mwanangu.
Hivi dogo, kwa nini baba ananinyima uhuru wangu? Mama nikinyoa mnyo wote huwa anifokea, alalamiki, lakini baba ananifokea. Kwa nini? Neno la Mungu linasema mheshimu baba na mama ili upate miaka na heri duniani. Sasa wewe na mheshimu mama, umheshimu baba, huwezi kupata baraka, maana baraka ziko kwa baba. Sawa, na Biblia imesema kwamba enyi wazazi msiwachokoze watoto wasije kupata tamaa. Mbona baba ananichokoza? Ana mimi nakata tamaa na naondoka sasa. Mambo gani haya? Mtu ananipa nipi uhuru wangu, anaanza kunigombeza kisa nimenyoa nimevaa hivi. Kuna kasoro gani? Mungu anaangalia mavazi, anaangalia moyo wa mtu. Mimi sirudi tena, pakeni wenyewe. Sio usiku wala mchana, upo wakati ataona vyema. Sio usiku wala sio mchana, yenyewe yatasema. Msiyachochee mapenzi kabla ya wakati wake, yanawafunga kitanzi waume kwa wake. Na wasi enyi vijana, msiamshe mapenzi, moyo wako utaukana watakapokutukana nzi mshenzi. Fadhali nimekuona. Nywele zangu zimefunga sana, nahitaji nikasuke. Shida hela tu. Ndio. Nashukuru sana. Wow, nimefurahi sana. Adamu, lala uione ndoto yako, usiingie shimoni, utaipoteza nafsi yako. Ndio maana nakupenda sana mpenzi wangu. Najua tu kwenye pesa tu utatoa maneno yote nisifie. Hapana, sio hivyo. Ila nipende tu kwako. Nende ndani. Hawa binti Yerusalemu, usimwamshe Adamu, ficha wako utamu, usimvuta akakuchumu. Brighton. Ina maana Moses toka nimwagize kwenda kwa mchungaji hajarudi hadi sasa hivi. Amesema arudi, anakosa uhuru hapa nyumbani. Amesema? Arudi, anakosa uhuru. Yaani anakosa uhuru hapa nyumbani. Brighton. Wakati mwingine watu wanajitafutia matatizo wenyewe, wanajitafutia taabu wenyewe. Nakumbuka hadithi moja kwenye kitabu cha Kiswahili shule msingi, hadithi ya Sadiki na Chitemo. Chitemo alikuwa mvivu kwenye nyumba na Sadiki alikuwa ni mchapakazi. Akaona anabanwa kwenye familia, maana anataka maisha huru, akimbilie mjini. Akatoka kweli nyumbani, akapanda gari aelekee mjini. Hakuwa hata na nauli. Safari imeenda, ilipofika njiani, wakati konda anadai nauli, yeye hana nauli, akashushwa. Aliposhushwa akaanza kujutia kitendo alichokifanya. Ndipo akaanza kuimba shairi akisema, Chitemo mimi masikini, uvivu wangu nyumbani, nikiwa hapa njiani na kufa hapa kwa nini? Sadiki sasa shiba, chakula kingi kwa baba, nirudi tena kwa baba na kufa hapa kwa nini? Akaamua kurudi nyumbani.
japo ilikuwa ni mbali, alikotoka ni mbali, anakokwenda ni mbali, ikabidi arudi nyumbani. Hata ndugu yako atarudi nyumbani. Mwenda tenzi na omo, marejeo ngamani. Atazunguka kote, lakini atarejea tu nyumbani. Unapotoka nyumbani unatafuta uhuru. Unatafuta uhuru gani? Urupi? Atarudi. atafanya nini? Hebu ngoja tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, uliniamini ukanipa Moses ili nimlee katika njia inayompasa, ambayo hataiacha hata atakapokuwa mzee. Lakini amechagua kutoka nyumbani akitaka maisha ya uhuru. Mungu, sikuzaa mtoto wa mtaani, sikuzaa mtoto chokora, sikuzaa mtoto mwizi, sikuzaa mtoto jambazi. Nilizaa mtoto wa kukutumikia na kuwa tunu kwenye taifa. Basi kwa hali hiyo, mimi nikiwa baba yake, ninafunga kibali chake. Popote atakapokwenda asikubalike. Yeyote atakayetaka msaada kwake asimsaidie mpaka atakaporejea hapa nyumbani, na awe mtii na aheshimu wazazi wake. Karibasialusa karabasaya. Baba, nakushukuru kwa kuwa Mungu ulisema ombeni nanyi mtapewa, nami nimeomba ombi hili kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sikuzaa mtoto wa kukuzalilisha. Katika jina la Yesu ninamvuta, ninaita nafsi yake, nairudisha nyumbani katika jina la Yesu, amen. Brighton, ndugu yako atarudi. Sawa, niko ndani. Pita tu, mlango uko wazi. Nani bebi wako? Nani bebi wako? Sio hapo. Wewe koma. Mimi sio bebi wako. Umenielewa? Kama kuna chakula chochote umepika, naomba basi nile, njaa. Mwanaume maganda tu, unata pesa. Mwanaume anatakiwa wewe na pesa. Kumbuka siku ile nilikupa hela pale kwenye bahasha, ujue hela ile ilikuwa ya sadaka, nimetuma nipeleke mchungaji. Nimekupatia wewe hapo baby, afu sasa hivi naambia naomba uondoke nyumbani kwangu. Toka haraka sana. Mimi nitoke. Naomba utoke. Sitaji kuona ndani kwangu. Tafadhali naomba utoke. Toka. Si utoke bwana, mimi sikubembelezi, mtoka. Toka. Moja, nakutia mwizi. 2. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Anti, shikamoo. Moja. Jambo. Anti, mkwamba unisaidie kitu nipate kula na njaa. Nikusaidie chakula? Ndio anti. Kwa kazi gani umefanya? Umefanya kazi gani mpaka nikusaidie chakula? Anti, sijafanya kazi yoyote, ila na njaa sana. Kwa hiyo hujafanya kazi yoyote. Hapa duniani kuna chaguo. Wewe hujui kwamba asiyefanya kazi na asile? Hujui? Najua.
Wewe si ndio umekosokosa pale umelala kwenye nyumba ya mtu ukaitiwa mwizi. Sio wewe au nimekufananisha? Sio wewe. Ndio mimi. Wewe? Zanti nisaidie kwanza chakula nile. Yo, sasa ukitaka nikusaidie chakula. Kuna mfuko wa takataka hapo. Gari inakuja sasa hivi. Nataka huo mfuko upeleke nje. Ili gari likija libebe. Na kwa gari lipite bila kuchukua matakataka. Utanitambua. Alafu ndio uje hapa tuongee habari ya chakula. Kama kipo au hakipo. Umesikia? Fanya hivyo. Bila hivyo mimi sikupi chakula. Siwezi kutoa chakula kwa mtu ambaye afanye kazi, hajafanya kazi yoyote. Yaani utakuta wazazi wana maisha mazuri, wana nyumba nzuri, wana vipato vizuri, watoto wao wanawapenda, kila kitu kiko ndani, lakini watoto wenyewe tu wanawatia aibu wazazi jamani. Ili mtu upendejwe, kijana upendejwe. Tayari. Umepata? Haya. Umepatikana huko. Shika. Unashangaa nini? Ndio chakula kilichopo hicho. Kama unakula kula. Kama hauli no discussion. Toka. Auntie, hiki ndio chakula. Wewe, ndio chakula hicho. Wewe unataka chakula chaje? Unataka chakula chaje? Baba, no discussion. Toka. Nilitoka bila kushukuru, nikatamani maisha ya uhuru, nikageuka ghafla kunguru, makahaba hawakuninusuru. Ilinitoka yangu nuru, taabu zikajipanga msururu, tamani moto wa tanuru, urithi umegeuka kufuru. Haya maisha tutaishi mpaka lini? Mimi mkula chakula hiki sasa hivi kweli ina kulala hapa hali ambapo sio salama, wakati wa mdogo wangu Brighton anakula vizuri, analala mahali salama. Mimi nakula hiki chakula nalala hapa, kipi bora? Niendelee kukaa hapa au niende nyumbani kamwombe baba msamaha kwa kuwa nimemkosea? Bora tu nirudi nyumbani. Nimechoka baba, nipokee. Ninarudi baba, nisamehe. Sitasahau sheria zako, moyo wangu utazishika amri zako. Yesu, nivike vazi lako, nikumbuke kwa rehema zako. Nipande kwenye nafasi yako, nilitumikie shauri lako. Ukae ndani yangu, nami ndani yako. Wow.
Baba, naomba unisamehe. Najua mimi nimekukosea, nimekosa juu ya mbingu, nimekukosea Mungu wangu, kila matendo yangu yote maovu niliyoyatenda, naomba unisamehe Baba. Narudi tena, nipokee mimi mwanao, najua nimetenda dhambi, naomba unisamehe Baba. Bwanangu, nimekusamehe kwa kuwa umerudi nyumbani kwa baba yako, nami nimerudisha kibali. Kila utakapokwenda utakubalika, kila aliyeandikiwa kukusaidia atakusaidia. Karibu nyumbani, usirudie kutenda dhambi tena. Karibu yafanye mapenzi ya Mungu, hautatabika milele yote. Baba, mbona mimi ndiye kumfanyia sherehe? Kaka huko katoka alipoenda amerudi, jamwadhibu na kumfanyia sherehe. Na birthday yangu imepita miezi mingi sasa hivi, hujai kunifanyia sherehe, kwa nini? Mwanangu, ndugu yako alikuwa amepotea, amepatikana. Alikuwa amekufa, amefufuka. Hatuna budi kufurahi kwa kuwa amepatikana. By the way, wewe kila kitu hapa una mamlaka nacho. Unaweza ukasema tu chochote na kikafanyika. Ukiangalia mwanangu, siku ya birthday yako tuko kwenye maombi. Tuko kwenye maombi ya kufunga. Sasa ningekufanyaje birthday? Ungekateje keki na uko kwenye maombi ya kufunga mwanangu? Tungemkosea Mungu. Kama ukitaka nitakufanyia sherehe, hata kama birthday imepita nitakufanyia. Yaani utakalo lolote mwanangu nitakufanyia. Hebu tufurahi kurudi kwa kaka yako. Unanielewa mwanangu? Na kingine, Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Mtu yoyote aliyemwacha Mungu akatenda dhambi akaenda mbali, akirudi kwa Mungu, Mungu huwa anamsamehe, anamuondolea tabu zote. Na ndio maana Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ijapokuwa watu wanamtenda Mungu dhambi, lakini Mungu ni mwingi wa upendo. Wakisema wanarudi kwa Baba, Mungu anawarejesha na anawafanyia sherehe, anabadilisha maisha yao, na yale yaliyokuwa yanawashinda yanawezekana. Umenielewa mwanangu? Tufurahi pamoja na ndugu yako. Nina habari njema nyingine. Nimeongea na mama yenu, leo anarudi kutoka safarini. Kwa hiyo leo tuna enjoy. Mambo yote ni sawa. Mambo sawa sawa. Tuimbe wote. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Hallelujah. 5. Wow.